Ni huzuni kubwa kuamkia mwamko wa siku ya leo asubuhi kupatana na mashambulio ambayo yameshambuliwa wafanyi biashara wadogo wa kule soko la Gikomba. Ni mambo ya kustajabu sana kuona kwamba serikali ambayo imechaguliwa na wananchi na serikali iliahidi wananchi kwamba hakutakuwa na upomoaji, kwamba imekuwa ni serikali ya kubiduka wananchi, na ikawa sasa ni mla watu. Sasa jana kule Blue Estate, kule Shauri Moyo, upomoaji vile vile kama huo ulikuwa unaendelea. Na hii inatuonyesha ni kwamba ile nia ya upomoaji pale hatuelewi kabisa ni nini inatafutwa, kwa sababu ukiangalia Blue Estate imeshikana na kiwanja ya mpira ya Shauri Moyo, ile ambayo leo imenyakuliwa kabisa na serikali na imejengwa manyumba ya affordable housing. Kwa hivyo mimi najua matarajio ya upomoaji huu wa Blue Estate ni kwamba ni ujengaji wa manyumba ya affordable housing, na kwamba Gikomba, tunauliza wananchi wa Gikomba wafanye biashara, wamefanya mpaka maandamano wakisema kwamba upomoaji ufanyike 15 meters ili wabaki na space ya kufanyia biashara. Lakini sasa tumewapomolea usiku wa manane, hata si mchana, ati watu wakiwa kazini hawakuweza hata kuokoa mali yao hata kidogo. Mali yao imeweza kuimbiwa usiku mzima. Yangu ni kuuliza serikali hii ambao tulifikiria ni serikali ya watu, imekuwaje ni serikali ya kiumla, serikali ya kinyama, serikali ambaye haitabui mwananchi wa kawaida, ambaye alipiga kura asubuhi mapema tukisema kwamba slogan yetu ilikuwa ni bottom up. Hii bottom up, kwani William Ruto umesahau na hii slogan yako ya bottom up, kwamba wale watu wadogo badala ya kuwapatia nafasi wainuke, au watu unawagonga nyundo ya kichwa? Unataka hawa watu warudi manyumbani, ama nia yako ni gani? Hatuelewi. Na hata kama ni ujengaji wa manyumba ya affordable housing, kwani unajengea nyani ama unajengea watu? Mimi nafikiria ukienda katika katiba yetu inapendekeza kwamba kuwe na public participation, na wewe haujasikiza malalamiko ya watu. Watu wametembea mpaka wameenda maandamano, haujawasikiza. Lakini badala ya kuwasikiza, umeonelea kizuri ni kuwapomolea. Sasa vile una nia ya kupomoa kule City Cotton, una nia ya kupomoa kule Molem, una nia ya kupomoa kule Tsunami, una nia ya kupomoa Nyayo Market. Unataka watu wote wahame wakielekea wapi? Na hauna mpango wowote wa kule hao wakulima wadogo unawafukuza waende. Kumbuka hao wakulima wadogo, chakula ile wanakula yao kwa kila siku ni mahali wanashinda wakitafuta kazi siku hiyo, na wanakula ile mapato ya hiyo siku wako kazini. Hao watu wanasomesha kutoka hizo miarero yao dogo. Hao watu wanajilipia manyumba kutoka kwa hiyo miarero yao madogo. Hao watu unataka warudi mashambani wapi? Na wengine hawana mashamba, shamba yao ni Nairobi. Kwa hivyo yangu ni kukemea kabisa na kusema ule uchoranji ya nia ya kukamata governor jana ilikuwa ni kisingizio kwamba governor akae ni kama mtu amejificha ili mpate nafasi ya kupomoa. Na hii mpango yote governor Sakaja na wewe William Ruto mko kichwa moja. Lakini yangu ni kuambia muangamishe watu wa biashara wa Nairobi vile mnahangaisha, lakini mkumbuke kuna siku yenu, nayo siku yenu itafika.